أتيت بكل الأنبياء، يا من في قلبك رحمة للناس، يا من ألفت قلوبا بالإسلام، يا حبيبي يا شافعي يا راز الإحسان، يا من نورت قلوبنا بالقرآن، يا حبيبي يا شافعي يا رسول الله، بأمي وأبي فديتك سيدي. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Tuanze na adama. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, hayya 'alal falah. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah alladhi hamdan kathiran ama ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu, ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ama baada ya kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala na kumtakia rehema kipenzi chetu mtukufu wa daraja Muhammad mtume sallallahu alayhi wasallam. Ndugu katika imani, nipo hapa mbele yenu kuzungumzia faida zinazopatikana mwezi mtukufu wa Ramadhani. Ndugu katika imani, je, ndugu zangu Waislamu, mmejiandaa vipi kutokamana na hii funga ya Ramadhani siku zinazofuata? Ndugu zangu Waislamu, nafaa niwaambie kutokamana na athari zinazopatikana mwezi mtukufu wa Ramadhani. Kuna baadhi ya watu fulani, hususan sisi vijana,
inapofika wakati wa Ramadhani tuna kazi ya kukaa maskani. Ndugu zangu katika imani, masuala ya mapenzi katika mwezi mtukufu wa Ramadhani, Allah subhanahu wa ta'ala anasema ya kuwa la takribu zina, usikaribie zina. Mwenyezi Mungu alipinga katika mwezi mtukufu wa Ramadhani kushiriki tendo la ndoa, na pia vile vile kukaa maskani kufanya mambo yasiyokuwa na msingi. Ndugu zangu Waislamu, inafaa ukisikia adhana inapoadhiniwa, nafaa ujiandae kuelekea msikitini ili kuwahi swala. Ndugu zangu Waislamu, kuna mambo mengi yenye kuharibu sunna na funga yako katika mwezi mtukufu wa Ramadhani. Asa inafaa tuepukane nazo athari kama hizo. Ndugu zangu Waislamu, tumwombe Mwenyezi Mungu atujalie aminastamiuna kaula, atuepushe na athari hizo. Ndugu zangu Waislamu, amin. Tumwombe Mwenyezi Mungu atujalie tuwe na imani katika mioyo yetu, atujalie baraka katika riziki zetu, amin. Atujalie upendo katika mwangaza wetu, amin. Kwa hayo mengi au machache, wa assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Ndugu zangu, kwa sababu ya time hairuhusu, acha tu tukamie hapo elezea kisa chetu. Tuombe tu. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa salatu wa salamu ala rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam. Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar wa qina adhabad din wa qina adhabad dunya. Allahumma innaka afuwwun karimun tuhibbul afwa. Allahumma innaka afuwwun karimun tuhibbul afwa. Ya arhamar rahimin, ya rabbil alamin, ya rabbil alamin. Allahumma adina fi man hadai wa adina fi man afai wa tawallana fi man atai wa barik lana fiha afai wa qina sharra ma qadai. Amin. Birahmatika ya arhamar rahimin, wa salatu wa salam ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam.
Mke wangu umeswali? Ndio nimeswali. Okay, vizuri kama umeswali. Miaka natoka msikitini kule juu. Mawaidha leo yamekuwa matamu sana, yamekuwa mazuri, watu wameyapenda. Waalaikum mke wangu. Waalaikum salaam. Jambo. Umeshindaje? Salama, studio zipi za kazi? Salama. Karibu. Asante. Asante mke wangu. Haya, Kwema kabisa mke wangu. Vipi mke wangu, unaona time ya iftari imefika. Je, umeandaa iftari? ndio mume wangu, nishaandaa bado mida. Sawa, acha adhana ifike kufuturu, alafu niwahi msikitini nikaswalishe. Vipi mke wangu, mbona sijamkuta Aisha? Aisha. Dada kwa madrasa bado. Siwajua tena. Kama leo atakawia? Ndio, atakawia. Sawa, acha basi nitamfuata kwa sababu saa hii siingie na giza hapa nyumbani. Siwajua tena. Sawa. Mungu uchukue mtungi hapo, kete hapo tufunike. Basi nilikuwa nenda kuswali Wala usijali maana. Mke wangu, katika wanawake wenye busara na hekima, mke wangu nakukubali sana. Nimefurahi ulivyonikaribisha vizuri kwa upendo mke wangu. Ila mahali kwenye nimetoka mke wangu leo nimekumbana na changamoto nyingi sana. Changamoto gani mume wangu? Swali zuri sana. Japo changamoto yenyewe si ile ngumu. Ila katika hali ya utafutaji mke wangu na kupata na kukosa. Leo hiyo ndio ilikuwa changamoto yangu. Leo nimeenda mizunguko yangu lakini hali haijakaa sawa mke wangu. Sijafanikiwa katika kuitafuta riziki ya siku mke wangu. Pole kwa hilo. Sasa tutafanya nini? Unajua sehemu ya iftari inafika na hakuna chochote ndani. Tutafanyaje sasa? Basi sasa nimeacha mimi swali tunatafuta. Sasa kuna rafiki yangu pale kwa mji wa pili pale, sasa kumuona nimuongeleshe na tusaidie iftari ya leo jioni. Na kesho kutoka basi Mwenyezi Mungu atakuangalia Basi sawa mke wangu. Acha nami natoka hapo kufuata Ustadh Asmani kule kama nitamkuta. Tuna mawili matatu kisha nitarudi mke wangu. Sawa, basi acha mimi nikaswali. Sawa mke wangu. Sawa mke wangu, acha mimi niingie ndani nitayarishe nikampate mtoto kwa sababu siwajua tena sasa hivi. Sawa. Ndugu zangu Waislamu, kwenye Ramadhani Karimu Mtume anasema mjiepushe na maovu, maasi, msizini. Jambo la kwanza msizini. Haya mambo sijui mwenda video, sijui mwenda angalia boli, sijui Man U ilifunga Liverpool, sijui Liverpool. Waislamu wenzangu haifai jameni, mjiepushe. Saidi nakwambia mimi mwanangu, epuka kabisa hiyo. Hiyo hali ni hali nyingine ngumu sana. Utaenda chomwa na moto wa jahannam, moto wa mida swala hii. Achande zangu kwa madogo, sasa tumsikiteni kwa swali pamoja.
Maka unaujua? Ushosikia? Unajua history za Kiislamu? Unajua? Leo Saidi na Sasa kaka, ni swala na kuingia pale kwa video inahusiana na wapi? Kwenye swala na kwenye kwa video, uweza enda video ukaenda angalia, ukaona boli kama nini liko tamu sana, mpaka ile mida ya swala ile ikakupita. Na swala ikipita ishapita, huwezi rudia swala. Unaona? Huwezi rudia swala, ikipita ishapita. Sasa ile ndio maana Mwenyezi Mungu yaepusha TV kando, msiangalie. Ndio maana yaepusha kitabu cha masahafu. Washika tu masahafu peke yake. Wasoma na kila harfi ina thawabu 10. Kila harfi ina thawabu 10. Unaona? Sasa kuna leo umesoma peji 2. Kesho umesoma peji 2. Kesho kutwa umesoma peji 2. Mstari zako kama una nani? Harfi kama 20, 5, 10 madogo wako. Fungua masahafu. Yes, sasa. Tafuteni thawabu, tafuteni rahma za Mwenyezi Mungu. Wakati wa Ramadhani. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaykum salam wa alaykum salam. Karibu. Kaifa halukum? Alhamdulillah wa rahmatullahi. Asante. Sawa Sheikh. Mshaswali? Kuswali bado hajaswali Sheikh. Waislamu wamasishana hapa Sheikh. Tupe nasaha. Nasaha nishawapa tayari, anshatilia da'wa. Vizuri. Ili mpate taabu at least mwajua mwezi mtukufu. Adhana nshadiniwa mabado? Kama impita dakika 10 nshadiniwa kitambo sana. Swala lazima. Kwanza sasa hivi tumefunga kama hivi. Sasa tulikosa swala vile. Kwa kama makosa. Ndani makosa. Wajua hata kuna wakati Mungu alifungia nafsi ya binadamu. Alifungia, alianza kwanza kuweka kwa moto, akaiteketeza, yauliza mimi ni nani kwako? Asada nafsi yasema wewe ni wewe na mimi ni mimi. Utaasa pale Allah akaendelea kuipa adhabu nafsi kama ile. Sasa pale akiuliza mimi ni nani, hiyo nafsi yasema anta wa ana, wewe ni wewe na mimi ni mimi. Sasa akaitoa mali kama pale na akaifungia kwa masiku mengi bila ile nafsi kupata chakula. Sasa pale ndio ile nafsi akanipoiuliza mimi ni nani, ile nafsi kaanza sasa ikaongea kwa unyenyekevu, wewe ni Mola wetu, Mungu wetu, ndio Mola mlezi. Sasa jamaa, Ramadhani kama imekuja, tutumieni kama fursa. Ndio. Tutumie kupata thawabu. Tutumie tu hapa kalima tena Ramadhani kama hii ndio tutapata mavuno mazuri. Kuna swali pale thawabu. Ndio hiyo kitu mwenzako at least pia kiasi. Kama mfuatilie sio akieni. Assalamu alaykum ndugu zangu Waislamu. Wa alaykum salam Sheikh. Salam. Vipi? Adhuhuri nimepita nikaenda msikitini nimewapata mko hapa. Sasa alasiri naenda msikitini bado mko hapa. Je, mmeswali kweli nyinyi? Bado hajaswali, tulikuwa tunapanga tukutana tupenda. Nani hapa dawa ndio watu waenda sasa. Mpangana nini na mmoja swala ya swali kwa wakati? Sasa mmekosa nyinyi. Si waga ya dakika 5 kidogo. Hamna cha uwaga dakika 5 haifai. Tulikuwa tupanga hapa sasa, tulikuwa tunakwenda zetu Sheikh. Tuchukulie vibaya. Hata ungo sana nini? Sawa. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا صراط الذين
أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك القصر لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. Waalaikum salam. Shehe wangu, karibu. Acha nikutolee kiti tuweze kuongea. Karibu shehe wangu. Shukrani. Kitambo sana shehe. Sinajua mambo yetu. Basi nikushukuru. Naona unapitia mambo yetu yale ya zamani. Unajua wakati tulipokwenda ile msikiti kule, tulikuwa tunafanya ile mambo yetu. Najua sasa hivi ni tumfunga. Yaani waambiwa ukiwa soma sana masaha. Naam. Wewe unapata sana baraka. Yaani leo nilikuwa nimpanga nimalize juzu 7 yani. Naam. Vipi lakini shehe wangu? Naona maajabu sana kufika. Kweli shehe wangu. Lazima useme ni maajabu. Maana si kawaida yangu mimi kukupikia shehe wangu. Lakini maana siku zote unapobudi basi kubidi shehe wangu. Maana nimefika kuna jambo kidogo changamoto la kinyumbani. Unaje kufikishia shehe wangu, unaona kama utaweza kumshauri nini? Naam shehe. Naam. Uko na shida gani kwani? Tuweza na maana Waislamu kusaidiana. Wajua shehe wangu, wanaume tunaambiwa kutafuta. Naam. Lakini sasa siku ya kwangu imekuwa vibaya shehe wangu. Katika kutafuta siku zote riziki tunapata, lakini leo imekuwa sivyo shehe wangu. Ndio maana nimefika kwako shehe wangu. Ni maajabu kunaona kule nyumbani. Basi shehe wangu, kama una nabii mimi na leo katika kwenye funga na baadaye tunafungua shehe wangu. Lakini sasa siku ya leo imeenda vibaya, riziki imekosekana shehe wangu. Nikaona Waislamu ni kusaidiana. Niweje nife na njaa hapa na ndugu zangu Waislamu wengi sana. Naam. Kaona nikutembelee shehe wangu. Tuone tunasaidianaje. Hamna shida shehe wangu. Maana Mwenyezi Mungu anasema fa inna mali yusira. Inna mali yusira. Mtu anaposhikwa na jambo gumu asiwe mwepesi wa kuvunjika moyo. Maana tabia ya kuvunjika moyo huwa si Muislamu. Unaposhikwa na jambo gumu kama hili, mrudie Allah, atakusaidia. Na kuhusu tatizo lako nitakusaidia. Ila nitakutafuta, kuna kazi nitakupeleka shehe wangu. Usijali. Basi utashukuru shehe wangu. Usijali shehe wangu, nitakusaidia. Japokuwa leo sijaingia kazi, lakini hiki kiwango kitakusaidia shehe. Shukrani shehe wangu. Ila usisahau shehe, mimi nitakutafutia kazi. Sawa, nitashukuru sana. Nitakupigia simu. Sawa. Auwe karibu, maana naona ni daftari ya karibia. Shehe wangu. Naam. Acha niweke masahafu. Naam. Nikupeleke kiasi. Sawa. Ila shehe wangu, usisahau kabisa kumwomba Mwenyezi Mungu. Unajua Mwenyezi Mungu ndio aleta baraka zote kabisa. Sawa. Endapo shida inakukuta, unaweza nifuata mimi. Shehe wangu, yaani chenye nakwambia ukikifuata sana,
kikitia maanani nitakusaidia. Na niko na ofisi yangu mimi, haina mfanyikazi, ila wewe pia ukimahitaji yako. Si unajua Waislamu sisi ngusaidiana. Kwa maanake Mwenyezi Mungu akaika Uislamu ndio dini ya haki. Sasa kama tunasaidiana kama hivi na mwezi huu wa Ramadhani, Mwenyezi Mungu mwenyewe yatubariki. Shehe wangu. Basi sawa shehe wangu, maneno yako tutafanyia kazi. Kama ulivyonielekeza. Basi sawa shehe wangu, acha mimi nitangulia nyumbani, maana bibi yangu alikuwa ametoka, amesema naenda kwa rafiki yake. Sasa acha nimwahi kabla hajarudi. Inshallah shehe wangu, lakini usisahau kabisa yani. Ukiona nimesahau kukupigia simu basi nitafute. Basi haina shida shehe. Sawa shehe wangu. Sawa shehe. Mimi toka vile tumeonana leo, mimi nimetoka kupenda hili sana. Naelewa kwa mfungo, lakini mapenzi hajui mfungo. Mimi nakuona leo, lakini hajui hayo. Hata sasa tuko kwa swaumu. Sawa, tuko kwa swaumu, lakini sasa mimi nimekupenda tu hivi. Haiwezekani kwa nini sasa? Kwa atakasa kunitosa mimi. Naelewa ni dhambi. Wewe angalia sasa, ni nzuri afu ni wakataa mtu kama mimi, yani handsome. Haiwezekani kwa nini? Angalia vile muumbika wewe mwenyewe. Unataka kutembea na mwanaume mwenye miraba kama mimi? Subiri mwanzo Ramadhani ishe, mambo mengine baadaye. Fanyeni hivyo. Assalamu alaikum ndugu zangu katika imani. Mchana mwezi mtukufu wa Ramadhani, mwashikana mikono hadharani, jamii itachukuliaje? Ndugu zangu, si mmefunga? Hii yakwaje mali kama hapa? Najua haifai. Naona sasa ni kama saa sita, muda wa swala. Nakusihi ndugu yangu, achaneni na tabia. Allah ataongoza mfuate njia iliyo sahihi. Sasa itakuwaje sasa tumeshika? Nisikize naye. Nisikize, nisamehe.
Waalaikum salam Sheikh. Bwana, leo sijakuona msikitini, ulikuwa wapi? Ndio nilikuwa naelekea hapo msikitini. Basi sisi tushaswali tayari. Sawa, ndo nataka introduce kwa huyu hapa mke wangu. Kama pengine ushemuona ama wamjua. Bado sijamjua. Basi huyu mke wangu. Haya, mke wangu msalimie mwanafunzi wangu. Asalamu alaykum. Sheikh, nani? Hata kwa nimesahau. Haya. Basi una wakati mwema, maana sisi tulikuwa tunawaelekea kwenda nyumbani, tumetoka msikitini. Acha. Haya, mimi nakukaribisha nyumbani kwa sawa, acha mimi niende hapa msikitini kidogo, afu nikitoka nitapitiana kwako. Sawa, acha si basi mke wangu akutani. Sio tena umefika. Baadaye ustadha. Sawa, karibu, lakini si ndio sasa tutatayarisha daftari. Sio tena umefika. Naja. Sawa, karibu, nakaribisha. Lakini sinaweza kuswali, acha niondoke kwa rafiki yangu. Vipi shoga? Wewe Salama, nakutembelea. Jambo si wewe? Haya, niambie. Nakutembelea mwenyewe. Basi nakuona mwenyewe, nakuja shoga yangu. haya, niambie. Nakupotea. Nzuri tu, si na wewe. Umpotea kweli? Usiku kweli. Waishi wapi siku hizi? Naishi hapo mtaa wa pili hapo. Na shida kidogo huko nyumbani. Shida gani? Hakuna kitu huko. Huyo shemegeo katoka karudi, lakini hana chochote. Hana chochote? Sasa ndo mimi nikamwambia achanipee kwa shoga yangu, basi nikamwambia chochote kitu kama tutapata basi tufuturu jioni. Siwajua tena eka za mwezi mtukufu huu. Sasa hakuna kitu. Sasa mimi ninakuja hapa shoga yangu, kama utanisaidia tena shilingi 200. Tukapata iftari kule jioni tena, kisha akitoka tena kesho akipata chochote kitu nitakuletea 200 yako. Haya. Sasa mimi nitafanya nini? Sina hata hiyo shilingi. Mimi mwenyewe basi niko na mawazo tele. Watoto wangu wajua walifukuzwa. Sina pesa kama mimi. Si nilikwambia shoga yangu nikupeleke pale kwa mganga pale. Nikasema sijui nimeona sasa. Wapata shida, sasa nitakufanya nini sasa? Nitakusaidia nini sasa? Kwa sababu bado nafikiria. Sasa utafanyaje sasa? Shoga yangu ile swala gumu. Sasa ndio kwa mganga. Wajifanya basi wa Muislamu. Sasa mimi ni Mkristo. Nikwambia tunaenda kwa mganga mtaki. Utakusaidia nini sasa? Mimi ni Mkristo, tena kwa mganga naenda. Haya. Sasa mwenyewe jifikirie sasa. Tena nilikwambia dadangu, nilikwambia mimi. Sawa, acha kajifikirie kwa siku 3 na nitakuletea majibu. Maana hapa nipo nimekwama. Kweli. Tena basi mimi acha kajifikirie. Alafu nitakuletea majibu. Kama nitakubali kwenda ama la. ni sawa shoga yangu. Sawa, acha mimi niende basi, nitarudi siku nyingine. Sawa, hakuna shida. Haya, kwa hiyo salimia shemeji. Haya.
Sasa namwambia shoga yangu wakati ndo kwa mganga akasema sijui ni Muislamu, sijui anaenda na wapi. Nilimshauri sasa, tojua mwenyewe na shida zake. Naingia zangu ndani. Mganga mtaki itakosigana nini sasa? Sasa mimi nitafanya nini? Sina hata hiyo shughuli. Nilikwambia shoga yangu pelekepele kwa mganga pale, kasema sijui nimeona sasa wapata shida. Sasa nitakufanya nini sasa? Nitakusaidia nini? Mke wangu